ghafi kwa mwaka yanayozidi milioni 11. Huyu mfanyabiashara anapaswa kununua na kutumia mashine ya AFD. Lakini kwa wale makampuni kama partnership, vikundi, trust, wenyewe wanapaswa kununua mashine bila kujali tunasema mauzo yao. Kwa kama una kampuni yako au una partnership, hata kama una mauzo ya milioni 10 unapaswa kutumia mashine ya AFD. Watu wengine ni wale ambao wamesajiliwa kwenye kodi ya ongezeko la thamani, wanapaswa kununua mashine na kutumia mashine za AFD. Kuna wengine mnafanya kazi labda na taasisi za serikali, unafika unakwambia bwana una AFD. Au kuna zile mfano kama taasisi nyingine ambazo lazima zinakulazimisha uwe na, ili ufanye nao shughuli lazima uwe na risiti za mashine. Sasa milioni au 500 hakuna pesa inayoingia kwangu. Kwa hiyo pia sina interest yoyote ya kukutoza kodi kubwa au ndogo. Anayesababisha upate kodi kubwa au ndogo ni wewe mwenyewe ambaye haujatunza kumbukumbu. Mwingine analalamika tu, anaamini labda akilia ofisa atamwonea huruma. Ofisa naye anakuja kuulizwa, hii kazi sio ya kwetu, ni kazi tumekabidhiwa na serikali. Mtu akija dukani kwako, una uwezo haya maji hata kama umenunua 500, una uwezo kumuuzia 400 na usiulizwe na mtu yoyote. Lakini sisi kama TRA tumeambiwa hii ni shilingi 500. Ukifanya 400, maana yake serikali itakwambia, hebu tuambie kwa nini usituambie kwamba ulipewa shilingi 50 ndio maana ukayauza 400. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu hizi kazi tunazozifanya na swala la kuonesha ushirikiano kwa mawasiliano ya TRA kwa maana ya kuwapatia kumbukumbu wanazotaka pamoja na kuonesha ushirikiano watakapofika kwenye biashara zetu. Lakini pia kutoa ushirikiano ni makosa ambayo faini yake nayo ni kiasi kisichopungua milioni 4 au pia kifungo cha miaka 2. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa hatuvitambui, lakini tunapenda kukumbushana, ndio maana tunafika na tunawaelimisha. Kwa hiyo mimi kutokana na muda, kwanza napongeza kwa kushirikiana hii mifumo ambayo umeiunganisha, lakini kuna changamoto mimi binafsi naiona. Kwa mfano sisi kwenye makampuni unakuta unaanza usajili wa kampuni, unaanza BEA, kila mifumo inasomana moja kwa moja ni TRA, na TRA yenyewe mnaamini kwamba kampuni ishaanza kufanya kazi. Ili hali unakuta kuna baadhi ya kampuni ili aanze kufanya kazi ni lazima iwe na vibali zaidi ya 2 hadi 3. Lakini unakuta mwisho wa siku vibali hivi vinasoma kama vishaanza kufanya kazi, na madhara yake inapelekea penalty kwa makampuni haya. Na tukiomba remission pia zinachukua muda mrefu sana kuondolewa kwenye mifumo. Mwisho wa siku ukienda kuomba tax clearance, mizunguko pia inakuwa ni mingi. Naomba pia nishauri hiki kitu kama kinawezekana kiangaliwe kwa upande mwingine. Asante.